atakutana na wana Israeli. Atukuzwe Yesu. Na nasikia tukiambiwa pale hapa Lapida alipobarikiwa. Atukuzwe Yesu. Na tarajia hizo baraka utazipata. Wapi makofi ya Mungu? Haleluya. Wakati Yesu alikuwa anaingia katika mji wa Yerusalemu, atukuzwe Yesu, watu walikuwa wanamsubiri kwa maana alikuwa anatarajia kupata baraka kutoka kwa Yesu. Atukuzwe Yesu. Na watarajia neno tu na utafanikiwa katika shida zako. Atukuzwe Yesu. Mwanangu wewe, nataka kila mtu asimame. Zakaria 9:9. Mfalme wa Sayoni anayekuja. Bwana nasema furahia sana mbili Sayoni. Na inua sauti. Huyo mbili ya Yerusalemu. Tazama mfalme wako anakuja kwako. Atukuzwe Yesu. Ni mtakatifu. Na ako na wokovu. Atukuzwe Yesu. Unajua kila mtu anasubiri wema na kila mtu anasubiri baraka. Bwana anasema mfalme anayekuja ni mtakatifu na tena ako na nini? Na ako na wokovu. Ako na unyenyekevu kwa maana Bwana anapenda wanaonyenyekea ambao ni watiifu mbele zake. Atukuzwe Yesu. Na amepanda punda. Mwanapunda mwanavuta. Bwana anasema ataondoa kazi la vita ndani ya Ibrahimu. Atukuzwe Yesu. Na vita zitaondolewa kwako. Magonjwa itaondolewa kwako. Mashida ya kulemea itaondolewa kwako. Atukuzwe Yesu. Hata kama ni laana, Mungu ataondoa. Hata kama shetani amejenga ukuta, Mungu mwenyewe atabomoa. Wapi makofi ya Mungu? Haleluya. Atukuzwe Yesu. Na palasi ya Yerusalemu. Na utapita utaondolewa. Atukuzwe Yesu. Tumeambiwa kwamba pita zitaondolewa. Hata ile jambo nasema ati jilani wala ngo wala nini, hizo vitu zitaondolewa katika jina la Yesu. Na zitaondolewa na nani? Na mfalme anayekuja. Haleluya. Na nena Mungu kwa imani. Hata nena amani. Nani anataka amani? Leo ni siku ya amani. Bwana anasemaje? Mfalme anayekuja hata nena amani kwa taifa. Ufalme wako utakuwa kutoka mbali hadi mbali. Hakuna ulazima kufika tuluni siani. Kutoka katika ule mto mpaka pembe ina zaidi. Atukuzwe Yesu. Kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. Haleluya. Wananchi wangu. Kwa ajili ya Bwana. Kwa ajili ya damu ya agano. Atukuzwe Yesu. Bwana anasema kwa ajili ya wewe. Ni kwa ajili ya damu ya agano. Haya. Atukuzwe Yesu. Bwana anasema nimefungua ufunga wako. Watoke katika ile shimo ambayo na mwisho. Hata kama mtoto wako amepotea. Hata kama bwanako amepotea. Hata kama bibi yako amepotea. Bwana anasema leo ataenda kuwafungua. Utafunguliwa. Bwana anasema tulizi katika ile ngome iliyo na nguvu. Kila mtu arutie imani yake. Na kila mtu arutie Mungu. Uende umeacha Mungu. Waliorudia Mungu ndipo uruti katika ile ngome ambayo iko na nguvu. Atukuzwe Yesu. Nyinyi mlio nategemea. Bwana anasema wale unaambia kwamba nitakulipa malandufu. Nani anataka aliwe malandufu? Nani anataka aliwe malandufu? Bwana anasema wale hata natangaza ya kwamba nitakulipa malandufu. Atukuzwe Yesu. Na Mungu wangu yeye ndio kebiana. Mwanadamu wewe. Umajimana ni ndugasoke kimena ningi. Tembe ana wendo. Umajimana ndugasoke na kilima. Tembe ana baba na balangu hapo kisiani. Kumbe aloje dia laika. Mwanadamu wewe.
Nakaribisha kuhani wakuu wawili, kuhani mkuu na mlawi mkuu. Karibu na sanduku la agano ambaye Bwana ameandaa kwa wana Israeli wote kubarikiwa. Na walipokuwa na sanduku la agano wote walibarikiwa. Wakati sanduku la Bwana la agano lilipokuja katika mijengo ya hema, soma. Mubakambia atikiani sengi. Paka ichi kaitikia tena. Na ila Filisti meungia wase wange Filistilini. Wakati wa Filistina waliposikia sauti ya hiyo shangwe kubwa, Masia wakasema, wasiosi wange minene we mwakoni wa mahema. Hiyo sauti ile katika mijengo ya hema ya Baladia ni ya nini? Na mama na kanisa ndugu ya Yehova leo kama mwakoni wa mahema. Wakajua sanduku la Bwana limekuja katika mjengo wa hema. Na Misri mewawia. Wamisri wakasikia uoga, ama ulipokaribia sanduku la agano jua ya kwamba wachawi watasikia uoga. Na maadui zako hivyo watasikia uoga. Watapigana nao, watashangaa. Watasikia uoga. Soma. Na Filisti mewawia. Wafilisti wakasikia uoga. Mundu maisie. Maana walisema, Kaini waka mwakoni wa mahema. Mungu amekuja. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sauti ya wana Israeli na sanduku la agano. Atukuzwe Yesu. Kulisemekana hivi, Yehova nuadhimite nyumba ametia tamu. Bwana amebariki nyumba ya Ametia tamu. Na sindu siyake sionde. Na vitu vyake, kondoo, ng'ombe na kila kitu. Mundu wa sanduku yake. Kwa ajili ya sanduku la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nao utabarikiwa kwa ajili ya sanduku la Bwana. Utabarikiwa kwa ajili ya sanduku la Bwana. Anza. Na Mozumi na Abiti atabiwa kuchagua. Mfalme Daudi aliambiwa kukisemekana hivi, Yehova nuadhimite nyumba ya ametia tamu. Bwana amebariki nyumba ya Ametia tamu. Na sindu siyake sionde. Na vitu vyake vyote, ng'ombe, kondoo na mbuzi na hata uzao wake. Mundu wa sanduku yangu. Ni kwa ajili ya sanduku la Bwana. Asifiwe Yesu. Haleluya. Asifiwe Yesu. Daudi aliposikia hivyo, aliendea hiyo sanduku ili likabariki kwake. Maana alikuwa ameliongopa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba sanduku la Bwana lilipotokea, miungu yote lilikatika, lilianguka chini na likakatika katika vipande. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana sanduku la Bwana lilikuwa na nguvu sana wakati wa wana Israeli. Atukuzwe Yesu. Na ni wakati wa wana umoja kukaribia sanduku la Bwana. Na kwamba zitakuwa nzuri, familia itakuwa sawa, watoto watakuwa sawa. Maana sanduku la Bwana lilibariki nyumba ya Ametia tamu. Na vitu vyake vyote, vitu vyake vingine ni gani? Ila tu uzao wake. Na kondoo na mbuzi na ng'ombe zake zote. Na vyote alivyokuwa nazo. Soma. Na Daudi enda na aje sanduku langa inwani ya Daudi. Daudi akaenda na akaleta sanduku la Bwana katika nchi ya Daudi. Kuma nyumbani ya Ametia tamu. Kutoka katika nyumba ya Ametia tamu. Alilitandua ni ya Daudi na utanu. Akaingiza katika nyumba ya Daudi akiwa na furaha. Hebu shangwe na vikilikili. Bwana asifiwe. Maana wachawi wote wanaposikia hii sauti ya sanduku la agano wanaogopa. Bwana asifiwe. Atukuzwe. Soma. Na Na ikakuwa nilala makwete sanduku ya Yehova mwana naenda.
6. Ademba ng'ombe na kila kinoru. Sikia leo ni kupanda sadaka ya ng'ombe na kile kilichonona. Bwana sabe siba. Akabana sadaka ya ng'ombe na kile kilichonona. Soma. Daudi asungambe wa Yehova. Daudi akacheza akiwa mbele ya Bwana. Na nguvu zake zote. Wakati unacheza chezea Bwana na nguvu zako zote kama Daudi. Asifiwe Yesu. Soma tusikie. Na Daudi ametoa boti ya katane. Alikuwa ameifunga boti ya katane. Huyu bwana Daudi na nyumba yote ya Israeli. Hivyo ndivyo Daudi na nyumba yote ya Israeli. Juu anataka kuwa mwana Israeli. Mwana Israeli. Hivyo ndivyo Daudi na nyumba yote ya Israeli. Walileta sanduku la Bwana. Wakiinua sauti kuu. Na sauti ya tarumbeta. Bwana sabe siba. Na sauti ya tarumbeta. Hebu tusikie kitabu cha Samueli 6, habari ya sanduku la agano. Hali lilipomchapa Usa. Daudi akienda kuleta sanduku la Bwana. Daudi akakusanya watu wote wateule wa Israeli. 30,000. Daudi akaamuka. Akaenda na watu wote waliokuwa nao. Kutoka Baali-Juta. Waende wakalete kutoka hapo sanduku la Bwana. Ambayo inaitwa katika kile jina. Nao ni jina la Bwana Mungu wa majeshi. Ambaye anaishi juu ya kerubi ndio hawa. Wakatia sanduku la Bwana katika kasi mpya. Wakaitoa katika nyumba ya Abinadabu. Ambayo ilikuwa juu ya mlima. Usa na hiyo. Wana wa Abinadabu. Wakaenda na ile kasi mpya. Wakaitoa katika nyumba ya Abinadabu. Ambayo ilikuwa juu ya mlima. Pamoja na sanduku la Bwana. Na akaongoza ile sanduku. Daudi na nyumba yote ya Israeli. Wakavuka wakiwa mbele ya Bwana. Wakiwa na vinumbi vyote vya kupurisha. Ngine imetengenezwa na miti ya misonopari. Vinumbi yoyote. Na vinanda. Soma. Atukusa Yesu. Na vichini vya kupikamisha. Atukusa Yesu na vipengele. Soma. Hivyo walipopika huko katika mteremko wa Dekoli. Hivyo walipokuwa na sanduku la Bwana. Na ikaigusa. Akalishikilia. Maana ng'ombe zilienda zikateleza. Hasira ya Bwana likawaka juu ya Usa. Mungu akamchapa kwa ajili ya sanduku la Bwana. Sanduku la Bwana linaguswa na wale walioteuliwa. Wale walioitwa wateule. Aligusa vile watu wote. Alikaribiwa na watu wote. Kuna wa Misri walioimba hizo sanduku la Bwana. Walipoimba tusikie vile ilivyotokea. Soma. Sanduku la Bwana likiwa katika nchi ya Palestina. Wafilisti walikuwa wamechukua sanduku la Bwana. Wakalipeleka kutoka Ebeneseri mpaka Sitoti. Wafilisti wakachukua sanduku la Bwana. Wakaingiza katika nyumba ya Dakoni. Wakaiweka karibu na nyumba ya Dakoni. Wakati wana wa Sitoni walipoamuka kesho yake asubuhi na mapema, angalia, Dakoni ilikuwa imeanguka na uso wake mbele ya sanduku la agano. Wakachukua Dakoni yao wakamsimamisha tena bahali kwake.
tena. Walipoamka asubuhi yake mapema, Sisia. angalia, Akoni ayo mvalo. Dagoni alikuwa ameamka tena kwa ajili ya mkubu sa sanduku la agano. Bwana Yesu asifiwe. Atukuze Yesu. Kwa hivyo na miungu ile kupika vita yote lianguke kwa ajili ya sauti ya Bwana. Na wale waliokuendea kinyume washindwe katika sanduku la agano. Kwa ajili ya sanduku la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na wale waliokupiga vita waibike kama walioibika wakati wa sanduku la agano. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tembea na Yesu. Tembea na Yesu. Tembea na Yesu. Sanduku la agano. Sanduku la agano we. Haleluya. Kinara cha taa. Haleluya. 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 Tembea na Yesu. Tembea na Yesu. Tembea na Yesu. Unapoenda, unapopita wewe. Tembea na Yesu. Unapoenda, unapopita wewe. Tembea na Yesu. Wageni wetu, na Yesu wewe. Tembea na Yesu. Nasema ni asante kwa ajili ya sanduku la agano. Na kwa ajili ya wote wanaeliheshimu sanduku la agano. Nyumba zao sipate kuwa nyumba sawa wateule. Na kwa ajili ya wote walioinama karibu na sanduku la agano. Kwa ajili ya wote waliokaribia katika mkutano huyu. Wakuone maana wewe Mungu mwenye mamlaka. Uliyekusanya na mtumishi wako Daudi, ukakusanya na mtumishi wako Gideoni, ukakusanya na mtumishi wako Elijah. Baba ninakuomba nikijua kwamba utakusanyika pamoja nasi. Sikia leo ukiwa pamoja nami kwa ajili ya watu wako walio mbele yangu. Kwa Yesu nimeomba. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa majeshi, sikia leo ametuandalia kazi yake nzuri. Asifiwe Yesu. Sikia leo kuna kuanga na nini? Sikia leo kuna kuanga na sikukuu takatifu ambaye Bwana alisema katika kitabu cha Numbers 29. Numbers 29. Na mwezi wa mwanza. Mwezi wa saba. Mtanaomba wa mwezi. Siku ya kwanza ya mwezi. Mkiadwa naomba na mudeu. Mtakuwa na kusanyiko takatifu. Mtikate je huyo anaweza uanze. Msifanye kazi yoyote. Kwani ni mudana wa kuvuva maso. Kwani ni siku ya kupika tarumbeta. Na mkadembe ndembe ya kuvigwa ili walimu ukamsia kwa Yehova. Na mtapata sadaka ya kuteketeza ikuwe na harufu nzuri kwa Bwana. Kasaluka mwe. Ndama moja. Na ndume mwe. Kondoo moja. Na tutulume mwanza atwa mwaka. Na wana kondoo 7 wa mwaka mmoja wasia na kilema. Asifiwe Yesu. Amen. Kwa hivyo nikitoka pale kupeana tabani nipate ya kwamba wazee wako hapa, wale makuhani na Walawi na kisu bwana madhabahu ya jioni. Bwana Yesu ape sifa. Bwana madhabahu ya jioni. Nipate kondoo 7 hapa na mbuzi hapa. Umesikia? Saa hii